kata kihero ostrich gi dhongere en achiel kuom winy mabende rabora miwacho ni en ga feet 9 to nus mar feet ni en ni ng'ute kende bor manyiso ni en nus mar height ma en godo. To kawuono nikech pod wantie Kwale, pod wan mana maeneo mar oswayo ni. Adwa na nyisi ni en achiel kuom winyo mabende nigi wich matin gi wenge madongo, to wenge gi beneno kuma bor ahinya. Otiyo gi buombe ne kamano be makonye tiyo gi gimoro miluongo ni balancing. Omiyo gi sani yiena mondo akaw thuolo ni kadwa nyisi ni adwa dhi romo gi japith mabende iluongo ni Mr. Elisha Ombato mabe odhi nyisowa gimomiyo en owuon ochako pidho gi. Kaka pile ajata chenro ni an iluonga ni Alori nyaka Black. Machiegni uru. Jambo. Jambo, karibu. Asante. Karibu tuangalie ufugaji wa ostrich. Naona nawalisha. Nawalisha pole pole. Hii ni aina ya chakula ambao wanapenda. Na karibu sana kwa shamba. Asante sana. Kwa majina naitwa Elijah Ombaso. Mimi ni mkulima na napenda sana ukulima wa mbuni. Ni nini ilikupea motisha ya kufuga hawa ndege? Kwanza kabisa mimi napenda sana kufuga. Ufugaji ni uko kwa damu yangu. Lakini pia nilikuwa nikifuga kama ng'ombe na nikapata kwamba upande wa ng'ombe kulikuwa na changamoto nyingi. Na hii area kiasi kuna wale wanyama ni wadudu wanaitwa sesefly, mbungu. So nilipojaribu kuangalia nikajua kwamba mwanzo nilikuwa nataka nyama na kitu ambaye inaweza lisha watu. So nikapata ya kwamba ostrich ananifaa kwa sababu pia mambo ya mbungu na magonjwa mengi hana. So nikafanya research yangu na niliposikia KWS wamefungulia kwamba tunaweza fuga, nikaingilia mara moja. Ndege mwenye mmemfuga huwa anakula chakula inatoshanaje kwa siku? Kwa siku ya kawaida mbuni kama amekuwa machua, mbuni kiwango cha chini kabisa anaweza kula kilo 7, lakini kiwango cha juu anaweza kula hata kilo 12. Kilo 7? Yes. Hadi kilo 12? Hata kilo 10. Na pia inategemea kwamba ndani ya pale umewaweka kuna vegetation ya kutosha, na maanake chakula mara mingi tunapatiana ni ile ya kusubsidize. Chakula yao ni nyasi na matawi. Kama vile umeona nikija nilikuwa nawapatia matawi. Ni aina ya matawi wanapenda sana. So ukiwapatia shamba ambayo iko na hizo na kuwa chakula ile kama mahindi na ile ya tunawasagia inakuwa ni kidogo. Chakula chao normally we do it like the chicken. We do it like the chicken. But pia ukiwa na mahindi umelima na ukimpatia they eat very well. Mahindi. Na pia unajua hawa ni wakubwa sana. Wanakula badala ya mchanga, sand, wanakula kokoto. Kwa nini kokoto? Because their gut is so huge and they need it for digestion. So wakati mwingi ukipita hapa ndani unaweza kupata nimemwaga kokoto. Ni chakula yao hiyo. Na mtu anaweza juaje, okay, huyu mbuni ni wa kike, huyu mbuni ni wa kiume? Mtu anaweza juaje? Mbuni, kutofautisha mbuni kwa kweli hata kwangu inakuwa ngumu, na hata wale expert nimejaribu kuuliza. Ni akiwa mkubwa ndio unatofautisha, lakini wakiwa vifaranga ni ngumu sana. Na hata ile method wanasema tutumie wakati mwingine pia ina changamoto. Kutofautisha vizuri ni wakati amemachua. Ufugaji umefanya kwa muda unatoshanaje? Hivi sasa nimefanya ufugaji kwa miaka 4. Na ulianza na mbuni wangapi? Nilianza na mbuni 4.
kawaida ndege wa kawaida wako na miguu minne. Hawa naona wakiwa na miguu miwili. Unaweza niambia ni kwa nini labda inaweza kuwa iko hivyo? Kwa hivyo vidole, unajua mbuni hawezi kuruka, hawezi kufly. So mara nyingi hii vidole ni silaha yake. Wakati mbuni amekasirika, anakimbia, silaha yake kubwa ni kurusha teke. So wakirusha teke, ile mguu ndio ina nguvu zaidi. Na nafikiri ni maumbile yake na pia na stability yake. Lakini mara nyingi mimi najua ile ni silaha yake. Na ukiangalia hiyo maumbile yake, kama kidole unakuta ile kidole moja ndio ime point. Na ndio silaha yake hiyo. Kama kawaida watu wengi wanachemsha nyama, mayai ya kuku. Pia ya mbuni pia mtu anaweza chemsha ama? Nafikiri kama kuna haja sana mtu anaweza chemsha. Lakini yai ya mbuni ni ngumu kwanza. Na kumbuka ukichemsha lile yai, baadhi ya faida ambayo mtu anataka kwa mbuni ni ile shell. Manake kuna wengi wanaitumia kwa decoration. Kwa hivyo ile shell mara nyingi hatutaki tuiharibu. Ukichemsha lazima upeel kila kitu ili ile shell iharibike. Kwa hivyo wakati unachemsha ile shell umeharibu. Mara nyingi huwa kama unataka kula, tunatoboa shimo ndogo, tunaitoa alafu tunasili, alafu ile yai ndio tunaipika. Huwa iko active wakati gani? Inapenda kuwa active mchana, usiku ama nyakati kiangazi iko? Mbuni ako active. Overall mara nyingi ako active. Lakini usiku ametulia, na akiwa kuna kiangazi kama hivi wako more active. Na ndio naona wanapenda weather kama hii ambayo si mvua nyingi. Lakini pia mvua ikicha kiasi ambayo si nyingi, wanapenda hata saa hii ukileta maji unataka kuwamwagia, wanafurahi sana. Mayai ya ostrich ama mbuni huwa inatoshanaje? Ostrich mpaka kuwe machua, anaanza kuwa machua akiwa na 18 months. 18 months mpaka miaka 2 kamili mpaka miaka 3. Na pia hiyo pia inategemea na ulishaji, ako na environment wapi, na mayai yake ni mayai makubwa. Mbuni ndiye anataga mayai makubwa kabisa kuliko ndege yote yule. Na mayai yake yana range kutoka 1 kilo, 1.5 kilo kuendelea. Tuseme nyama ya mbuni ama ostrich. Huwa iko categorized wapi? Ni nyama white meat ama red meat? Ni red meat. Nyama ya mbuni ni red meat. But kama hivi, it's a rare meat as well. Ni red meat but it's a rare meat. Na utafiti zaidi unahitajika, and then it will give ule uhakika. But kama vile watafiti wale wameshafanya, wamesema ni kwamba the red meat the ostrich has iko much more beneficial na ni tamu kuliko hata ya ng'ombe. Tamu kuliko ng'ombe. Okay, yeah. Kama ni iko hivyo, kilo moja saizi huwa inauzwa pesa ngapi? Kilo moja ya nyama ya mbuni saa hii ile kiwango ya chini ni shilingi 2,000. 2,000 kilo moja. Na hivyo pia haipatikani. Lazima utafute ndio upate, kwa sababu hivi sasa tunalea ndio tunakuza wakue wengi, wakiwa wengi ndio labda itakuwa inapatikana nyingi ya kuchinja. But it's a rare meat. Sasa tuseme wewe saa hii umezifuga, huwa unaziuza kama nyama ama bado wewe umezifuga tu hujaanza kufanya nazo biashara? Nimezifuga katika huu muda wote, nilisema nilianza na hizi kubwa 4. So nilipopata zile zilikuwa zote za kiume, kuna moja tulipata kuchinja tukauza kama nyama. Lakini ile lengo langu haswa ni kuuza vifaranga na kusifanya siwe nyingi kwanza. Sikiwa nyingi ndio labda itakuwa vile market inakuja ndio tunani, kwa sababu ina mambo mengi. Ni nyama, unaweza kuuza ile vifaranga, alafu hata haya manyoya yake pia yana kazi yake. Kiangalia hii nyoya iko very fine na wanasema iko synthetic. Hata ukitaka kupanguzia kama ni kitu inapanguza vizuri sana. Na ina kazi nyingi, hata fagio ni kazi nyingi
hizi products za Ambuni zinakuwa nayo. Wewe mwenyewe ukianza hii kulima na ufugaji wa hawa ndege, ulitumia tuseme tu approximate, si lazima uniambie ni pesa ngapi ya so ulitumia, but unaweza approximate uniambie ulitumia pesa kama ngapi, ndio labda mtu mwingine akiwa anataka kunini anaweza taka kuona. Tuseme kama ni ndege peke yake, tusiweke gharama zingine, lazima uwe maji upate kwako na shamba, lakini ukitaka ndege wenyewe inategemea pahali umepata. Na kuna wafugaji wanao, unakipata yule mfugaji wanauza kati ya shilingi 40,000 hadi 60 kifaranga. Hiyo ni kifaranga ya tuseme wiki 2 hadi mwezi mmoja. Tuseme shilingi 50,000 hadi 60. Yeah. Ambapo lazima uwe tu umejitayarisha hivi. Lazima uwe umejitayarisha kuja kumlea yule kifaranga ndio akue kama hawa sasa unaona hapa. Toni kech samoro ngato ber mabende sama wuoyo to goe break matin. Inbe samoro nende ni nyitedo kitungu ni nya bedo ni wang. Momi adwa naka uthuolo ni marka break moko mag dakika moko machuok ai to bange to waduogo mondo in bende idhi lose giri moro matin. Ndalo sesudo, jumbe oselokore dweche bende koro lokore higa. Tipo mari miero mar Ramogi TV, dialo higa achiel mar chenro makare kod puonj mong'ith yamo. Erouru kamano jonenowa. Nikech mor marwa, Ramogi TV biro kelo medical camp e boma ma Kisumu tarik 1 dwe mar 12. Kade yer bedo kodwa e chenro ni kaka sponsor, tudri kodwa e nambani 0722592 kata ornwa email e ramogisales@royalmedia.co.ke. Uduto orwaku. Ramogi TV en odwa. Chiegni kendo nyako Ramogi ajua kaka bende pod wantie mana county mar Kwale kae. Waneno winy mabende nigi gik winy ni rabora, wenge ne bet thiso but oneno kendo winjo gik moko kuom nafas kata kuma intiere no inyawe ni oko winji to ite to timang'owa ite winjo kuma bora ahinya. Pod wantie kae mabende wadhi winjo gik mang'eny ka idhi med puonjwa omiyo kik idhi mabor machiegni kendo. Kuna changamoto ambazo wewe kama mkulima, wewe kama mfugaji umekuwa kuzipitia. Unaweza tuambia ni nini haswa wewe mwenyewe umeziona kwa muda ambao umekuwa ukifuga hawa ndege? Changamoto ya Ambuni ukitaka kusifuga lazima uziweke kwa pahali umefence. Na changamoto zingine ni kwamba wakati mwingine wanakuwa aggressive. Wakiwa aggressive hata wao wenyewe wanapigana. Na wakipigana kipata danger ni si rahisi kumutibu. Kwa hivyo kama upande wa kutibu daktari, changamoto ile nimeona kama mmoja amekuwa mgonjwa, inakuwa ni ngumu kumshika. Sasa hiyo ni changamoto ya kwanza. And then wanahitaji shamba kubwa. Wanahitaji shamba kubwa ili wapate kukimbia, maana ni mnyama ambayo inafaa atembee sana. Si ati ni wale ambao unaweka pale pamoja ni wafugie like uweke kwa nyumba. Wafai kuwekwa ndani. Hao wanafaa kutembea. They are supposed to be free. Yeah. Na kwako ni si wale wakali. Unajua hata mara ya kwanza nilikuwa naogopa kukaa hapa sababu nilidhani hao wametuzoea
Ndio maana unaona tunawalisha, wanakula hivi vizuri. Na hata yule kama wamekuzoea, ingekuwa wamekuzoea wewe, tungeingia hapo ndani, hakuna kitu wanaweza kufanya. Kwa hivyo sasa nikijaribu kuingia huko inijui inaweza kufanya vibaya na mimi. Si guarantee kwamba atakufukuza, lakini ukienda kama na chakula, anaweza kula ile chakula asikufanyie chochote. Mbuni tunaita mating season yao. Okay. After how long? Mating season yao normally ni wakati wanataka kutaga, na wanaanza mapema kwa sababu unajua mbuni ni kama vile simba, so they are a bit community. Kwa manake ni mume mmoja, one cock to several. So first they have to entice the female, and then they choose the male partner. And then once they get the male partner, and then they are free to mate. That male ndiye anamate na wote, kama ni watatu ni waine, and then after wanalay mayai yao. So normally it's especially like from July, August until mid September. That is their mating season, and then we have to wait for the chicks now. They lay their eggs, they sleep on their eggs. It's around 45-52 days, and then the chicks hatch. Yeah, but you see these days sometimes we don't wait until they hatch themselves. We take to the incubator, the eggs, yeah, and then we hatch them. Do they normally give a signal like, that? Yeah, I think they like the male, they know. And when they know, there is a special dance they make. They make a very good special dance, and then that is when they are enticing the female. When the female see this, and then they come closer, and then afterwards they can mate. Na sasa tuseme mmoja wao akigonjeka, huwa unaita daktari hapa ama huwa mnamtibuaje? Unamtoa mali yao wengine wako, unamweka kando ama? Na mara nyingi akipata mmoja, chapo kwa hawa ostrich ni nadra sana. It's very rare kuwa wagonjwa. But few occasions akiwa mgonjwa lazima awe separated. Sababu unakuta kama wale wengine wanakimbia, they like running so much. Wakikimbia around, naye anashtuka anaanza kukimbia. So kama ni mgonjwa si pahali pazuri, anawekwa kando, ndiye anahudumiwa. Na hudumiwa ndio hiyo unakuta kwamba wakati mwingine tunaweza kuita daktari depending na vile unamuona. Lakini vile tumewafuga hivi, tumekuwa na uzoefu, na pia kuna baadhi ya madawa tunajua. Unajua kuna wale wa kufugwa na wale wanakuanga wa porini. Hawa umeweka kategori gani? Hawa ni wanyama wa porini. Na hiyo ni kitu muhimu sana kwa sababu hawa ndege wanakuwa protected na KWS. Kwa hivyo ukitaka kufuga hata barua lazima upate barua kwanza. Uanze kufuga kabla hujapata barua. Ni kwamba lazima upate barua ndio uanze kuwafuga. Na ukishapewa barua au wenyewe wanakuja kuangalia kama umeiweka hapa ama? Kabla wajakupatia barua wanakuja kuangalia pahali unataka kuweka. Lazima uwe na shamba, lazima uweke fence, waache watipitishe, waangalie kweli inawezekana. Na lazima uwe tayari kutoa ile extra food ili ukiwaweka wanakuja kula. Labda kuna mtu angependa sasa tuseme kuja kutembelea hapa na awe ako na interest ya kufuga hawa ndege. Huwa mko na siku mmeweka kando ati siku nitakuwa na wageni tunawafunza vitu kuhusu hawa ndege? Hatujaweka siku kando, lakini mtu akiingia hapa tuko normally available. Na kuna hawa vijana wangu wako hapa shambani, wanaelewa kila kitu. Kwa hiyo mtu akicha hata kama ni ghafla anaonyeshwa, anatembezwa hapa, alafu mpaka anaridhika. Na pia hivi karibuni tutafungua hata mambo ya kama mashule. Tunajua siku hizi tuko na CBC. Sasa hii ni aina ya CBC pia. Yeah.
Any value addition that one can get from the ostrich? Let's say the feathers, the skin. Yeah, we have the feathers. This one we can use it like I said before. We can use it like a brush, something like a broom. We also use the eggs to decorate. You know, in some special occasions, people need decorated big and nice eggs with different colors. We use it for that. And the skin, I think the skin is used, but because we have not got the tools and how exactly we have to do it, it has to go a bit long. But there's a very nice skin, yeah, for using it, to be used for another works. Mpaka saa hizi sijui, labda utueleze, mshapata usaidizi kutoka county government? Not so much. Naweza sema not so much. Na pia huu ni ukulima mpya. Not a lot we have got from the county government. But ni ukulima mpya. But what I know is that if it is well mentored, inaangaliwa vizuri, it's something which can help many people. Na watu wengi wangependa kufanya hii. Labda kuna mtu angependa kuingilia huu ufugaji wa hawa mbuni na angependa kufikia. Sijui kwa unaweza tupa namba yenye mtu anaweza kupata nao na hizo social media handles zingine, tuseme email, Facebook account. Sina a lot of places where they can share, but ningependa kusema kwamba ikiwa kuna mkulima yeyote ambaye ako interested kufanya ukulima wa game farming, na ambao game farming sio only ostrich, but wale ambao wako interested na ostrich, tunaweza tukatafutana. Naweza kutoa namba yangu ya simu tu. Namba yangu ni 0721 47 38 81. Napatikana Kwale. Kwale ndio nyumbani. Karibu Kwale. Arudia tena namba. Labda kuna mtu akusikia. Namba yangu ni 0721 47 38 81. Kwale. Diani hapa kwa mchanga hapa. Karibu. Udo gidhowa, mbuni gidho swayo, kata ostrich gidho ngere. En winyo mabende kisungu dendo ni omnivorous. Manyiso ni ochamo a lot, ochamo kute, ochamo kite, ochamo gimoro amora manya chamore ma en owuon onya yudo. To en winyo mabende nigi buombe to okonya ringo. Oringo gi speed mamalo to okonya fuyo. Gikawuono ni waseyudo puonj maber. Puonj mochiko yo. To ne jogo mohero gik moko ka maridadi minyakete dala samoro. Gikawuono waneno winy majaber. Mabende nyakelo ringo to nyakelo mwandu e dala ka ini wuoni kia. Kaka pile in japur kata japith, to samoro in gi mwandu ni madiheni wan be jopiny onego bed ni ng'eyo. Inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi email marwa mar purgiohala@realmedia.co.ke. Kaka pile anwe wasenyisi kendo nwasingore ni kumora mora ma intie wan kaka kambi maduong' mar Royal Media wabro chopo iri. Kaka pile yena monda ka uthuolo ni mar goero kamano kuom bedo kodwa chakre nwachak chenro ni nyaka sanie. Kwa romo juma manyien kaka pile ruoth koriti mochako rita, oriti masani.